Na mfano mmoja nilisoma wakati fulani kwenye kitabu, kampuni moja ambayo ilikuwa imenunua mashine yake ikaharibika, na walikuwa wameinvest a lot of millions dollars. Ilivyoharibika wakajaribu kutafuta mafundi kwa muda mrefu, ikashindikana. Mtu mmoja akatoa wazo akasema, kuna mzee mmoja technician wa siku nyingi sana, huyu ana experience, sasa tukamuita akaja akatusaidia. Akasema huyu ni mzee, hii ni technology mpya, ataweza wapi? Akasema jamaa ana experience, why can't we try, tujaribu tu. Baadaye wakamcontact yule mzee, alikuwa kwenye mji mwingine. Bwana, kuna 1 2 3 4 5, alikuwa shastaafu, ni mtu mzima sana. Akasema hamna shida, nitakuja. Akawapa masharti wamlipie ndege business class pale, kapanda kaja. Amekuja kwanza akamwambia, naomba mnionyeshe hiyo mashine iko wapi. Wakamuonyesha, akasema kesho ndo tutaanza kazi. Asubuhi kesho yenyewe kachelewa kuamka, akaamka saa 3. Mzee ana haraka, amemaliza, amekunywa chai, amevaa vizuri, ametoka pale, akamwambia twendeni kwenye mashine. Akaenda akazunguka. Sasa unajua mafundi wameshazoea, unaingia chini ya mashine nini. Yeye wala weka mikono yake mfukoni, akazunguka pale kama nusu saa, akamwambia nirudishe hotelini kapumzike. Watu wakasema hapa tumeliwa. Huyo mzee hamna kitu, lakini kwa sababu alituambia siku 3, ngoja tumwachie tu hizo siku 3 zake. Siku ya pili tena wakampeleka, akazunguka, akapita huko na huko, anachungulia hivi, akarudi akaenda kulala. Siku ya 3 alivyoenda akazunguka, akaangalia, baadaye akasema leteni ngazi, na kijana mmoja akamletea. Alipofika akamwambia weka ngazi hapa. Mbona unaona ile valve pale? Hebu nenda kaweke pale makapen nyekundu pale. Kaweka alama. Fakarudi akamwambia ile management, naomba mkabadilishe ile valve pale. Akamwambia sawa. Alipoondoka wakacheka sana. Sema jamaa anajiona genius. Yaani wewe tumeleta mafundi hapa, yani hata hajafanya chochote kutuambia tu. Wakamlipia hela yake ya kurudi huko, akarudi zake. Wakaacha tu mashine ifanye kazi. Baada muda wakasema, jamani, kwani tunapoteza nini? Valve shilingi ngapi? Ni less than $2. Kwani tusinunue tu tuijaribishe? Wakaenda wakanunua valve, wakaweka. Walipoweka kuwasha mashine ikawaka. Na wale alikuwa anawapigia simu, bana vipi? Akamwambia simu imewaka bwana. Sasa bwana tunaomba bili yako, tupatie bili. Na hapa ndio somo nataka nikufundishe. Tupe bili yako tujue tunatudai shilingi ngapi. Aliwawekea kwa dola, lakini ngoja niweke kwa shilingi ili iwe rahisi unielewe vizuri. Akawaandikia invoice, anawadai milioni 100. Sasa wao wakashangaa, milioni 100? Milioni 100 kufanya nini? Kuzunguka tu huku, kurudi kulala. Milioni 100 kuchora hiyo nani? Kuchora hicho kuonyesha tu hapa. Akasema hatuwezi kukulipa hii milioni 100. Tunaomba utupe breakdown. Tuambie hizo milioni 100 tunalipa nini na kwa nini tukulipe. Akawatengeneza invoice. Akawaambia hivi, milioni 1 unanilipa kwa sababu ya kuweka ile alama pale juu. Milioni 99 unanilipa kujua alama uweke wapi. Kwa issue sio kuweka alama, kwa sababu kuweka alama na makapen kila mtu anajua. Issue weke alama wapi. Sasa na wewe kwenye maisha yako, issue sio tu kuamka asubuhi. Kuna watu wanasikia wanauliza, "Hivi unamkaga saa ngapi?" Sio kuamka saa ngapi, ukiamka unafanya nini? Kwa hiyo unaweza ukawa nguvu saa 10, lakini unafanyaga nini saa 10? Unapiga tu unatutia kwenye, jamani amkeni kumekucha, unatuma afu unaenda kulala. Hapo unatutishia kwamba ndio utafanikiwa. Haufanikiwi kwa sababu unaamka kuliko watu wengine. Jogoo naye anamkaga mapema sana, lakini mwisho anachinjwa. Kwa hiyo unaamka mapema, ishi unaamka kufanya nini? Kwa hiyo unachotakiwa kujua ni kujua vitu vinaitwa the most valuable task of the day. Unaamka asubuhi, unasema mimi hivi ndio vitu vyangu vya msingi. 20% ya mambo ninayoyafanya ni yapi? Nikiweza kuyafanya haya, yatanipa matokeo 80%.